Habari, karibu kwenye chaneli yetu. Movie yetu inaanza kumuonesha mwanadada Gina ambaye anaonekana yuko dimbwi la mawazo. Rafiki yake anamwambia, "Sasa itakuwaje?" Gina anasema, "Ninachotamani mimi ni yule mtu asaini talaka zangu, basi niachane naye. Ila usijali rafiki yangu, kila kitu kitakuwa sawa. Hamna kitu kinachoshindikana. Weka kwa amani tu." Baada ya hapo anaonekana kijana Wende ambaye ni muhuni sana huyu mtu. Anamwadisia rafiki yake, anamwambia, "Yule mwanamke nilitamani hata kumla." Rafiki yake anasikitika maisha anayoishi Wende. Nitamani kumngata kabisa. Anampa maji, anamwambia kunywa maji kwanza. Utulie, uache maisha hayo. Wende anamwambia, mbona wewe ni mtu ambaye uko bored sana. Una hela, una kila kitu, lakini ni kwa nini uenjoy maisha? Umenikataza nimbeba yule mwanamke kwenda naye nyumbani. Basi niache, nifikirie kwenye gari zima. Rafiki yake anasikitika tu, anamshangaa. Anasema, "Niache nienjoy maisha bwana." Anacheka sana. Inaonekana tena kuna mtu anapiga hodi ambaye amejitanda na amevaa miwani, yani amejifunika haonekani. Anaulizia kama Wende yupo. Lakini inaonekana hii ni nyumba, sababu anamfungua geti ni rafiki na Wende. Kwa hiyo hapa ni nyumbani kwa Wende. Dada anasukuma begi lake na kuingia ndani kabisa ambapo amekaribishwa na rafiki na Wende. Wende huku bwana anamsosomola mwanamke. Yuko busy sana kwa sababu ni mwanamke wa wanawake sana. Rafiki anapiga hodi, anamwambia, "Kuna mgeni huku na kuna vikao." Anasema, "Sawa, anakuja." Basi anaamua kutoka na kufuata wito alioitiwa. Pale sebuleni anamkuta Gina. Anamshangaa sana. Anamwambia Gina, "Za siku nyingi." Inaonekana ni watu ambao hawajaonana siku nyingi sana. Anamwambia, "Kuna shida gani za siku nyingi?" Anasema, "Hakuna shida. Mimi ninachotamani, nataka tu nisaidiwe kazi." Anasema, "Kazi? Hamna shida. Nitakusaidia kazi." Anasema, "Sio ofisini kwako. Mimi sitaki kazi ofisini kwako. Nataka kazi ya ndani." Anasema, "Lakini maisha yako vipi?" Anasema, "Maisha yangu yako sawa, ila wazazi wangu walifariki." Basi Wende anasikitika sana kusikia wazazi wa Gina walifariki kwa ajali. Anamwambia, "Basi kwa nini ufanye kazi za ndani wakati mimi na kampuni?" Akasema, "Hapana, mimi nataka kazi ambayo nitafanya ndani, yani kazi ambayo nitakuwa niko ndani, sitatoka nje. Mimi nitashukuru sana nikinipa kazi ya ndani. Inanitosha kabisa." Akashangaa, lakini mwisho siku akamkubalia. Basi Wende karudi, anaanza kumfukuza yule mwanamke. Anamwambia, ondoka, kuna mgeni." Rafiki anakuja, anamwambia, "Mwanamke ni nani?" Akasema, "Mwanamke anakaa hapa ni rafiki yangu." Sema, "Lakini wewe ni mtu wa wanawake sana. Kwa nini unamleta mwanamke ndani akae?" Sema, "Yule ni mgeni wangu, nilikwambia mwache, atakuwa anakaa hapa hapa." Akatandika mfasiku, mwanamke akaja. Akawa haoni kama kitu chake, akawa haoni. Anamwambia, "Mchukue jamaa akakutafutie huko. Nende." Hapa tunamuona Gina anaongea na mtu, anampa maelekezo. Anasema, "Mimi Wende nimemwambia kwamba wazazi wamefariki. Basi hicho ndio tunataka kujua. Mengine sio lazima ayajue." Baada ya muda Wende naye anaingia na kumjulia hali. Anamwambia, "Unajisikiaje?" Anasema, "Unajisikia vizuri, sawa. Uko sawa sawa. Basi kama uko sawa hamna shida. Ngoja nikuache kupumzika." Wanaagana pale na Wende anaamua kuondoka na kumwacha Gina aendelee kupumzika sababu alikuwa amechoka sana. Kesho yake tunaona wanawake wawili wako kwa Wende wanagombana sana, waleteana noma. Wanaambia Wende, tumekuzalia watoto. Kila mtu, yani hawa ni baby mama wa Wende. Kila mtu ana mtoto. Wende hata wasikilizi, yuko busy na simu. Gina anakuja baada ya kusikia kelele. Anashangaa, hizi kelele za nini? Hapa kuna kitu gani? Wende anaondoka na kwenda kumfuata Gina. Wale wanawake wote wanashangaa. Wanadhani huyu ni baby mama namba 3 wa Wende. Wanasema, "Na wewe ni baby mama wa Wende. Useme kabisa." Wanamshangaa, wanauliza maswali. Gina anasema, "Hapana, mimi si baby mama wa mtu, wala mimi sio mpenzi wa mtu. Mimi sio baby mama kabisa." Wende anamchukua Gina pembeni na kumsogeza. Anamwambia, "Unaona haya ndio maisha yangu. Hawa ni wanawake ambao nimezaa nao. Je, uko tayari kufanya kazi za ndani na kupambana na vitu vya namna hii kila siku?" Yeye nia yake Wende ni kumshawishi Gina aweze kuhamia kufanya kazi ofisini. Lakini Gina hataki. Gina akageuka akawafuata wale wanawake. Wanawake na kuambia, "Mimi sio mpenzi wa Wende. Mimi nifanya kazi na ni familia." Baada ya kusikia familia wakawa pole, wakashusha sauti chini. Wote wanataka kujikomba sasa waonekane wenyewe kila mtu ni bora kwa Gina ili akaendelea kumsemea vyema kwa Wende. Gina anaambia, "Hapana, mimi ni familia, mnaweza mkaenda. Kesho mtarudi na mtaendelea kuongea na Wende. Ila kwa sasa mnaweza mkaondoka." Basi wanaondoka. Hapo Gina anaonana na Wende. Anamwambia Wende, "Wameondoka wao wanawake zako." Wende anamwambia, "Haya ndio maisha yangu. Unaweza kuishi maisha namna hii? Kama uwezo useme umeumia ofisini, maana najua hapa kwangu unakuwa na drama nyingi sana nyumbani." Gina anasema, "Hamna shida. Mimi nataka kuwa mfanyakazi. Napenda sana kupika, kwa nataka nikupikie." Basi Wende akasema, "Hakuna shida. Unaweza kaendelea kukaa nyumbani." Kaagana, akamwambia, "Nimekuachia hiyo kadi, utafanya matumizi kwa ajili ya kupika." Wende akaondoka, Gina anabaki na cheka tu. Basi inaonekana huku Gina ameshafanya shopping ya vitu vya jikoni, anavipanga. Baadaye akaingia rafiki yake na Wende, ambaye anamwona Gina na kuanza kumgasi. Anamgasi kiasi kwamba Gina anashangaa. Hichi ni kitu gani? Anamwambia, "Niachie vitu ninavyofikiria mimi sivyo nilivyo." Kidogo Wende anaingia na kumwambia rafiki yake, kumwambia Gina aendelee na kazi zake.
Jina anaaga na kuondoka kuendelea na kazi alizokuwa anafanya. Kisha anamwekea rafiki yake na kumwambia, "Huyu mgei kumgusa. Yaani huyu ni off limit." Rafiki yake anashangaa. Anasema, "Mimi na wewe tunashare wanawake sana. Kwa nini huyu unasema sitaki kumgusa?" Akasema, "Nimeshakwambia uelewe kwamba huyu hatakiwi kuguswa kabisa." Basi hapa anaonekana Jina akiwa anaandaa vitu jikoni. Yule rafiki bado anakuja. Lakini sahihi amgusi Jina. Anamwangalia tu. Anachukua maji kwenye friji na kuamua kuondoka zake. Na kumwacha Jina akiwa anashangaa tu asijue nini cha kufanya. Na kubaki kumwangalia tu jamaa akiondoka. Baada hapo tunamwona Wende anamuelezea Jina matatizo ya kazini kwake. Anasema, "Mimi nina matatizo sana kazini. Sijui itakuwaje." Jina anajaribu kumshauri, anamwambia, "Sikiza rafiki yangu. Hebu vuta pumzi. Fanya kama unavuta pumzi ndani, avuta pumzi, afu ishushe chini pumzi. Unajisikiaje kwa sasa? Unaona kama inakuwa sawa eh?" Basi anamvalisha koti lake la kazini vizuri, anamuandaa, yani kwa sababu yeye ni mfanyakazi wa ndani, kwa hiyo anafanya kazi za pale ndani. Na kumuandaa kila kitu anamvalisha, akamuandaa, anamtania. Basi Wende anacheka sana na anaonekana anaenjoy sana jinsi anavyoongea na Jina. Basi lakini kwa sababu hawa ni marafiki, inaonekana ni watu ambao walikuwa wamezoeana sana. Maana huyu Wende ni rafiki wa Jina tangu akiwa mdogo kabisa. Kwa hiyo wanaongea na kushauriana mambo mengi sana. Basi wanaongea hapo, kisha siku Jina anachukua vitu na kuondoka navyo. Naye Wende anaelekea kazini na kumwacha Jina aendelee na kazi za pale nyumbani. Baada ya hapo tunamwona baby mama wa Wende kaja, anaongea sana. Jina anamwambia, "Wende hayupo. Unaweza ukaja muda mwingine au siku nyingine." Anasema, "Hapana, mimi sijamfuata, nimekufuata wewe. Nimekuletea zawadi hiyo hapo. Hebu tuongee kama watu wazima. Mimi nataka uongee na Wende kuhusu mimi." Jina anambia, "Hapana. Chukua zawadi yako. Kama ni huyo Wende, mimi nitaongea naye mimi kama mimi. Lakini sio kunipa. Maana hapa ni kama unanihonga na mimi sitakubali kuhongwa. Wewe chukua zawadi yako, mimi nitaongea naye. Akikubali kuhusu wewe sawa. Akikataa kuhusu wewe pia sawa, lakini kuhusu zawadi yako mimi sitaweza kupokea zawadi yako." Basi anamwaga anaondoka. Baada ya hapo anakuja baby mama namba 2 wa Wende. Naye amekuja na zawadi vile vile, lakini hajana zawadi, akaja na simu. Anataka amuingizie Jina pesa kwa ajili ya kaongea na Wende. Jina anakataa zile pesa. Anasema, "Hapana, mimi siwezi kupokea hela zenu. Wewe kama unataka niongee na Wende, mimi nitaongea naye. Mimi kama mimi, lakini sitakubali kupokea hela yako yoyote." Basi baadaye anaonekana Wende akiwa na mwanamke mwingine. Huyu jamaa ni mtu wa mademu sana. Yuko na mwanamke ofisini. Mwanamke anaanganiza kwa nini ampeleke nyumbani? Kwa sababu gani ampeleke nyumbani? Au ni kwa sababu ya mwanamke aliyekuja mwingine? Kumbuka mwanamke ndio yule wa kwanza ambaye alikuwa naye Wende nyumbani kwake. Mwanamke analalamika sana, Wende paka anakasirika, anaamua mfukuze, anambia, "Ondoka, niache peke yangu." Baadaye tunamuona Wende na Jina wakiwa wanapata chakula cha usiku. Wanaonekana kuenjoy sana wakiwa peke yao. Jina anamwambia Wende, "Wanawake zako leo walikuja. Kila mmoja kwa wakati wake. Na kila mmoja alitaka kunipa pesa ili niongee na wewe. Sasa mimi nataka kuongea na wewe na kuuliza, ni upi ambaye unataka kumuoa kati ya wale wawili? Ambaye wewe unataka kuwa naye, lazima uchague mmoja kwa sababu wote wanasema niongee na wewe. Pesa zao nimezikataa." Wende anamwambia, "Katika wote hao mimi hakuna hata mmoja ninataka kumuoa. Kwanza mimi kuoa sio mambo yangu. Mimi sio mtu wa kuoa." Baadaye Jina akiwa chumbani, Wende anaingia. Kwa bahati mbaya anamwambia, "Samahani, sikuwa sijajua kama uko ndani." Akasema, "Na mimi sikusikia wakati ukiingia. Basi nya niondoke, naweza ukajiunga na mimi kuangalia movie." Jina anakubali. Baadaye Jina anashuka chini, wanaanza kuangalia movie kwa pamoja huko wanapiga story. Jina anamwambia Wende, "Lakini TV iko kule, nataka uangalie kule. Mbona ni kama uangalie TV unaniangalia mimi?" Wende anasema, "Hapana, ile movie haina hata maana. Kwa sababu kuna movie nzuri ambayo unaiangalia iko pembeni yangu." Basi Jina anamwambia, "In your dream, kweli unaota." Wanasaniana, wanaendelea kupiga story. Anasema, "Ipo siku Jina, mimi nitakuoa." Akasema, "Wewe sio mtu wa kuoa. Ulishaapiza kwamba huwezi kuoa. Inakuaje?" Basi inaonekana wanaenjoy sana kampani. Jina akikaa, Wende anakuja na kumkanda miguu, mara anagusa. Basi wanakula pamoja, wanacheka pamoja na rafiki yake. Rafiki yake ameshahisi kitu, ameshahisi jamaa wake atakuwa anampenda sana Jina. Basi wanakula, macho yake yote yako kwa Wende. Na Wende naye anaonekana kwamba anaipenda sana kampani ya Jina. Basi wanapiga story na huko wanakula. Rafiki yake analiona hayo yote. Basi baadaye rafiki yake anakuja jikoni na kumwambia Jina, "Kwani jamaa anakupa shilingi ngapi? Kama ni pesa mimi naweza kukupa pesa." Akaanza kumkumbatia na kumgasi. Jina anamwambia, "Ushasema ni rafiki yako na ananipenda sana na ni bosi wako. Ukiendelea kufanya hivyo nitamwambia na atakufukuza, utakosa kazi, utakosa na urafiki wenyewe. Kwa hiyo acha kunisumbua." Rafiki yake anaona hii noma sasa. Anaamua geuke na kuanza kuondoka. Na kumwacha Jina peke yake. Huku tunamuona jamaa mmoja kaja kwa fujo kwa rafiki wa Jina. Anamshika na kumwambia amuoneshe wapi ambapo alipo mke wake. Hapo ndo tunagundua kwamba Jina alikuwa ameolewa. Jina anaona zawadi
chumbani kwake kitandani, anazifungua zawadi na kuzibeba. Anampelekea Wende, anamwambia mtego wako wewe hauwezi kulinasa. Najua unaniletea zawadi ili kwa ajili ya kunitega mimi pamoja na wewe, lakini haitawezekana. Wende anamwambia mimi nimekuletea zawadi kwa appreciate tu kila unachonifanyia ndani ya nyumba yangu. Akasema hapana, mimi sihitaji zawadi. Mimi nafanya kazi. Basi mda huo Wende anamsogelea na kutaka kumkisi. Anamsogeza, baadaye anamwambia hii zawadi nimekuletea na baadaye nataka tutoke dina. Jina anamwambia hapana. Uweze kutoka na mimi dina. Na zawadi zako za mitego sizitaki. Najua unanitega. Basi Wende anacheka sana. Anamwambia kwa hiyo una maana hutaki kwenda? Akasema sitaki kwenda. Baadaye anamvuta. Wanakubaliana. Jina anaonekana kumtafuta rafiki yake. Anatuma voice note, rafiki yake hazifiki. Anatuma sauti, hazifiki. Wende naye anapokea simu kwamba anatakiwa aende kazini. Kuna emergency imetokea na anatakiwa aende Hawaii airport. Basi analalamika, kisha siku anaenda. Rafiki yake yuko na Jina sebleni, anakula na enjoy chakula, anamwambia unajua kupika sana. Kidogo Wende anatokea naye. Anatokea anamwambia kuna emergency imetokea, rafiki yake ajiandae, anataka kuondoka. Jina anamwambia basi nimekuandalia chakula ule, akasema hapana, sikula. Basi na haraka sana. Basi rafiki yake anamalizia kula na kuaga na kuondoka. Wende anamwambia Jina kuhusu dina imeahirishwa kwa sababu nimepata dharura na naondoka. Jina anamwambia sawa, hauna shida. Mimi kwamba sikuwa na uhitaji sana na hiyo dina isipokuwa ni wewe. Wende anamwambia Jina, ipo siku nitakwambia nakupenda na utaitika kabisa bila matatizo yote. Jina anamwambia endelea kuota. Baada ya hapo Wende anaongea na simu kwenye gari na rafiki yake mwingine. Anamwambia kuhusu safari yake kwamba amepangiwa kikazi na ataonana kipindi atakaporudi. Anaongea na simu, anamaliza baadaye anakata. Rafiki yake mwingine anamwambia wewe ni nani? Akasema ni rafiki yangu yule mwingine ambaye jina lake hatumjui. Akasema yule jamaa ana shida gani? Ni kama vile ana matatizo. Sijui ana shida gani safari hii. Rafiki yake anaonekana huko. Kaja kwa Jina. Anamwambia sasa leo uko mwenyewe. Utanipa na nitakupa hela. Maana najua wewe unachotaka ni hela. Jina anamwambia niachie, lakini jamaa anamkandamiza, anakumbusha kitandani. Ni yake nitaka kumbaka. Huko Wende anapokea simu kwamba safari imeahirishwa na hawezi kusafiri tena. Ana mind kinoma, anamgombeza, lakini mwisho wa siku anaamua kama safari hamna inabidi tugeuze. Rafiki anamwambia hamna shida, usipate shida bosi. Tutatafuta namna, tutaenda kwenye kikao kingine. Inabidi tugeuze turudi nyumbani. Wanakubaliana warudi nyumbani. Rafiki huko anataka kumbaka Jina. Baada anamwambia una shida gani wewe? Kama ni pesa nitakupa. Huko Wende na rafiki yake ndo anaingia. Baada ya kufika hapo anasikia kelele. Inabidi wawahi kule juu kuangalia kelele ni za nini. Wanakuta jamaa ndio yuko kwenye harakati za kumbaka Jina. Wanamchukua, wanamminyia vitasa vya kutosha tu. Baadaye Wende anampa pole Jina. Amempa samani sana. Pole, haya ni makosa yangu. Basi wanaamua kuita polisi hapo kwa ajili ya kumchukua huyu jamaa. Basi baadaye tunaonyeshwa polisi wameshakuja na kumchukua jamaa na kuondoka naye kuelekea kituo cha polisi. Huku tunaonyeshwa Wende akiwa na mawazo sana. Peke anamfuata. Anamwambia Jina anaendeleaje? Akisema anaendelea vizuri, ameshalala. Yule jamaa amemuumiza sana. Jina amelia sana mpaka amepitiwa na usingizi. Wende anasikitika kwa tabia ya rafiki yake. Anajilaumu yeye kuwa na marafiki wa namna hiyo. Rafiki yake anamtuliza, anamwambia lakini sio wewe. Kuwa na amani. Jina hawezi kukuchukia wewe sababu sio wewe uliyofanya hivyo vitendo. Lakini Wende baada anaonekana kuwa na mawazo sana. Anamwaza kile kitendo ambacho rafiki yake alikuwa anataka kumfanyia Jina ambaye ni rafiki yake sana. Baadaye inaonekana Jina yuko jikoni anatayarisha chakula. Wende anaingia na kumwambia Jina anatakiwa aende kamwone daktari. Jina anasema hapana, sijaumia popote, mikwaruzo tu. Anasema mikwaruzo haijalishi, lakini mwisho wa siku lazima kamwone daktari. Anasema sawa kama umeinsist, lakini mimi sitaki kwenda kumwona daktari. Mimi niko sawa. Basi wakati wanaongea Wende anamwaga Jina, anamwambia basi kama hutaki unaona uko sawa, basi sawa. Acha mimi niende kazini. Jina anamwambia sawa, hamna shida. Lakini huwezi usubiri chakula. Akasema hapana, mimi siwezi kusubiri chakula, naondoka zangu. Jina anashangaa sana maana sio tabia ya Wende kuacha chakula chake asile na kaondoka. Baadaye Jina anamfuata Wende na kumwambia, "Ni kwa nini unanikwepa? Toka tukio limetokea, wewe kazi yako ni kunikwepa tu. Hata kama tukikutana uso kwa uso nakwepa. Simu zangu pia upokee. Kwa nini?" Akasema najisikia aibu sana. Naona aibu sana kwa mambo aliyofanya rafiki yangu. Akasema lakini sio wewe ulionifanyia. Akasema sio mimi ndio. Lakini ndege walikuwa pamoja wanafanana tabia. Naona kama vile mimi ndio nilikufanyia hivi vitendo. Akasema hapana, wewe ni mtume wa mimi nakujua. Wewe ni rafiki yangu toka zamani. Hawezi kunifanya kitu namna hiyo. Akasema ndio, lakini mimi najisikia aibu. Akasema hapana. Huwezi fanya kitu namna hiyo na wala sio wewe. Basi wanaelewana, wanakumbatiana. Baadaye Wende anamchukua Jina na kumpeleka chumbani ili akalale. Asubuhi anamtayarishia chakula Jina. Breakfast. Jina anashangaa, hichi ni nini? Mimi ni mfanyakazi, kwa nini unanifanyia hivi? Akasema hapana. Wewe kaa hapa na ule kwa sababu wewe ni mgonjwa. Sema kaa, naomba ule. Anamiminia juisi, anampa na chakula na kumlisha. Jina anashangaa sana na kukataa. Lakini mwisho wa siku anakubali maana Wende ana insist sana kufanya kitu anachokifanya.
Jina anakubalia na anaanza kula chakula alichoandaliwa na Wende. Basi baada ya hapo tunamuona Wende usiku yuko na Jina anapiga story. Wende anamwambia Jina, kisa cha mimi kuwa hivi ni kwa sababu ya baba yangu na mama yangu. Mama yangu aliolewa na baba yangu, lakini alikuwa anamsaliti sana baba yangu. Alikuwa anamsaliti kiasi kwamba watu wote walikuwa wanajua. Yaani alikuwa anamsaliti wazi wazi bila kificho. Hicho kilifanya sana achukie wanawake. Ndio maana Wage hana mpango na wanawake. Anawachezea kwa sababu anaamini wanawake wote wana roho moja. Na katika kitu ambacho hawezi kufanya, hawezi kutembea na mwanamke wa ndoa. Mwanamke mwenye ndoa kwake ni sumu, hawezi kumgusa. Kati anaongea haya, Jina anayafikiria na kuyawaza. Sababu paka hapa sote tunajua kwamba Jina ameolewa. Kwa hiyo Jina anafikiria sana yale maneno. Wende anaendelea kusema kwamba baba yake kuna siku alimuona akiwa anamsubiria mke wake usiku wa manane. Mwanamke ambaye alienda kumchiti, lakini baba yake alivumilia akawa anamsubiria mke wake. Jina anamshauri na kumtuliza. Anamwambia lakini si wanawake wote wako hivyo. Kwa hiyo utapaswa kuachikia wanawake kwa sababu mama yako alikosea. Lakini hamna shida, kila kitu kitakuwa sawa. Wanajaribu kumshauri hapo na kumbembeleza. Anampa moyo kulingana na yale aliyoyapitia. Mwisho wa siku na kisi na mambo mengine yanaendelea, hisia zinagongana tena mambo yetu hayo. Basi hapa tunamwona rafiki wa Jina anamtafuta Jina akiwa na wasiwasi mkubwa. Baadaye Jina anapokea simu na kuanza kumsimulia rafiki yake mambo yake. Rafiki anamwambia sikiza nikwambie, Tony amerudi. Anashangaa sana Jina, anasema Tony, akisema ndio amerudi. Amechukua simu yangu na message zote zilizokuwa natuma zilikuwa zinaenda kwake. Mimi ndio nimefanya kurenew line muda huu. Na wasiwasi atakufuata ulipo. Jina anaogopa na kushangaa sana. Baadaye tunaona mtu anazunguka nje ambaye ni Tony, anazunguka nje ni kama anasoma ramani ya nyumba aliyoko Jina ndani. Anaenda na kurudi. Kisha tunamwona Wende na rafiki yake kwenye gari wakiwa wanapiga story. Rafiki yake anamwambia, "Sikiza nikwambie, mimi naona unampenda Jina. Ni kwa nini usimwambie ukweli Jina kwamba unampenda?" Wende anasema hapana. Yule ni rafiki yangu, niko naye karibu tu. Leo tunawaona Wende wanakisi na Jina, lakini wanaingia baby mama muda huo huo. Baby mama wanashangaa kuona sasa ndugu wanakisiana. Wanashangaa sana. Sasa tulijua wewe ni malaya, lakini hatukujua kama wewe unaweza kutembea na ndugu yako ambaye ni familia. Jina anasema mimi sio familia. Mimi niliwaambia kama ni rafiki yangu na ni kama familia, lakini nyie mkachukulia tofauti. Mkachukulia kwa ukubwa, ila mimi sio familia yake. Mimi ni rafiki yake na ni mtu wake karibu. Wanashangaa wanasema wewe unapenda kuwa malaya. Basi Wende anainuka na kuwagombeza sana. Anaambia tena tabia za kuingia kwangu hapa sitaki kabisa. Bila hivyo nitaacha matumizi kuwatumia na mtaondoka, mtakuwa hampati chochote. Sasa hivi kila mtu akitaka matumizi ya mtoto inabidi wasiliane na wanasheria wangu na sio kuja hapa kwangu kama vile mnakuja kwenu bila hodi, mnaingia tu bila ustaarabu. Basi akafukia wanawake wake hapo, ushasikia wale wanawake watakaondoka mmoja baada ya mwingine. Akabaki anajilaumu, hivi kwa nini sikufanya muda wote huo? Sasa hivi najisikia vizuri. Najisikia kama nimeshusha mzigo. Baadaye Jina anaingia. Anaingia na kumpatia Wende vinywaji, huko anamwambia, "Nataka kuongea na wewe kitu." Kabla hajamaliza, hodi inaingia na mlizi anaingia. Anasema kuna mgeni. Mgeni mwenyewe huyo hapa. Mgeni anayeingia ni Tony. Jina anashangaa sana na kuinuka. Akiwa na mshangao huo, Tony anasema, "Jina vipi? Za siku nyingi na lazima wewe utakuwa ndo Wende." Akasema ndio mimi ni Wende. Mimi ni mume wa Jina. Wende akashangaa sana kwa sababu hakujua kwamba Jina ameolewa. Akashangaa sana anamwangalia Jina aseme chochote. Anaambia hao ndo wanawake wanaweza kukufuta na kufoka uchafu muda wote ule. Jina anashangaa, anashindwa cha kuongea. Wende naye anashangaa. Tony anatoa location ya Jina kuja kuonana naye na anamwambia usikose kwa sababu ukikosa unajua madhara yatakayotokea. Jina anaogopa sana na kubaki pale. Anamwambia Wende naweza nikaelezea. Wende anakasirika na kuondoka. Jina anamfuata nyuma anamwambia, "Wende tafadhali naweza nikakuelezea." Wende anashangaa. Anamwambia Jina umeolewa na kwa nini hujaniambia? Akasema hapana, sijaolewa. Kwa nini hujaniambia kama umeolewa? Sema malaika nimerudisha. Sema nakuuliza swali moja la mwisho. Niambie umeolewa au hujaolewa? Jina anataka kujibu, lakini Wende anakasika na anambia nimesema ujibu umeolewa au hujaolewa. Jina baada ya kuona Wende amekuwa na hasira sana na mkali akakubali kweli ameolewa. Ameolewa lakini amesharudisha mali zake na bwana hataki kusaini talaka. Kwa sasa ni kama ameshaachana kwa sababu yeye hayuko na yeye tena. Wende anashangaa, mwisho siku anamwambia nilikwambia mimi sitaki kutembea na wanawake walioolewa, lakini wewe umenifanya mimi nitembee na wewe ambaye umeolewa. Jina anamwambia, "Umeshawahi kuwaza kwa nini mimi usiku uwaga siwashi taa nikiwa nafanya mapenzi na wewe? Hata siku moja sijawahi kuwasha taa." Basi Jina anamwambia, "Nilikimbia ili kuokoa maisha yangu." Anaweka nyuma na kumuonesha alama ambazo alizipata kwa kipigo cha yule bwana. Anamwambia, "Nilikuwa nakaribia kuuliwa. Ilibidi niondoke. Mimi lazimsha kuolewa tu. Babangu alikopa hela, tulikuwa na kipindi kibaya. Alipokopa hela, dhamana ikawa ni mimi. Ilibidi mimi niolewe ili hela zile babangu asidaiwe. Kwa hiyo mimi nilitumikia ndoa na kipigo kwa ajili ya kuokoa maisha ya baba yangu.
na maisha yetu kwa ujumla, kwa sababu hali yetu ilikuwa chini sana na tulikuwa na umaskini. Jamaa yuko hapa akasikia hodi akadhani ni jina. Akaenda kufunga kutana na ngumi. Ni Wende na rafiki yake wamefika, akamtembezea kipigo cha kutosha. Anamwambia ni mwanamke gani wewe? Katili wa kumfanya mwanamke vile. Akasema ile ni chombo changu cha starehe. Naweza kufanya chochote ninachotaka. Kama ni hivyo mnipe hela yangu. Milioni 10 nilimkopesha. Kwa hiyo nipe milioni 20. Tena mfanye 30 kwa sababu umekaa muda mrefu. La sivyo ataendelea kuwa chombo changu cha starehe tu. Wende akasema nitakupiga mpaka nikuumize. Usimtaje tena jina kwenye mdomo wako mchafu. Basi wakampiga na kumwacha hapo. Rafiki akamwambia, mimi nitakutumia hiyo hela, lakini kwenye maisha yako yote usimuite jina wala usimfuate, maana tukikuona naye tena tutakuua na kupeleka polisi. Basi jamaa akabaki hapo anashangaa. Rafiki akatoa mkwara wa kutosha kabla ya kuondoka. Jamaa akabaki analalamika na maumivu makali aliyoyapata. Huku jina anampigia simu sana Wende. Anapiga simu nyingi sana lakini Wende hapokei. Kila akipiga anakata na kupiga tena anakata. Lakini mshikaji hapokei simu hata moja ise. Mpaka jina anachanganyikiwa. Tunaonekana Wende anaziangalia tu simu za jina. Hapokei hata kidogo. Rafiki anamwambia, "Sasa rafiki yangu ungepokea hiyo simu. Maana jina ni misikolo ya 10 sasa anapiga." Lakini hutaki kupokea. Anasema siwezi kupokea simu yake kwa sababu alikuwa ni muongo. Rafiki anamwambia msamehe sana. Msamehe, pengine alikuwa anaogopa. Akasema hapana, mimi siwezi kuwa na mtu ambaye sio mkweli. Ananidanganya kama za kudanganya kitu kikubwa namna hiyo. Vingapi ambavyo sivijui kuhusu yeye. Siwezi kupokea simu yake kwa sababu ni muongo, wala siwezi kuwa naye tena. Ananidanganya sana, siwezi kuwa naye. Basi baadaye anachukua simu na kupigia simu akitaka malaya kuja kulala naye. Lakini mwisho wa siku anaahirisha na anasema hapana, siwezi kuwa na mwanamke. Anashinda kabisa kuwa na mwanamke mwingine. Hapa inaonekana jina akiongea na rafiki yake kwenye simu. Anamwambia bwana, kila kitu kiko sawa, lakini Wende apokee simu zangu. Sasa sijui cha kufanya ni nini. Inabidi hapa niondoke nyumbani kwa Wende, maana hataki kupokea simu yangu. Baadaye anashuka, anakusanya vitu vyake na kuondoka. Anakutana na Wende mlangoni. Anamwambia Wende kwamba yeye anaondoka. Asante sana kwa kumuhifadhi, lakini inabidi aondoke. Kwa kila kitu alichomkosea anaomba msamaha sana kwa sababu hakufanya kwa makusudi. Basi anaondoka, anafungua mlango na kuondoka na kumwacha Wende akiwa anawaza sana. Anatoka nje na kufungua geti na kuondoka, lakini kumbe Wende naye alikuwa bado anamfuata na kumwangalia anavyotoka kwenye geti na kuondoka zake. Anabaki pale anamwangalia tu, asiseme chochote wala asifanye chochote, akiwa anaumia tu moyoni mwake. Basi baadaye tunamwona yuko ndani anawaza sana Wende. Ni kama maisha yamebadilika, yamekuwa tofauti. Muda wote anamwaza jina. Hakuna kitu anachofanya. Jina anaonekana sasa hivi anafanya content. Yuko anapika anafanya mapishi, lakini yuko live YouTube. Anawakaribisha watazamaji wake na anawaambia wa like video zake. Hiyo video anaiangalia Wende akiwa anatabasamu. Rafiki anamwambia, "Huyo ni jina?" Anajibu ndio. Akisema, "Rafiki yangu, inaonekana unampenda sana mwanamke. Si ufuate tu uwe naye." Basi baadaye anaonekana rafiki yake pamoja na jina. Jina anamwambia rafiki yake kwamba Tony amesaini karatasi za talaka. Kwa hiyo sasa hivi yuko huru. Wanafurahi kwa pamoja na kusherehekea. Wanakumbatiana sana. Jina anasema sitaki kuamini kwamba sasa hivi niko huru. Amesaini zile karatasi. Anakumbatiana na rafiki yake, anamwambia asante sana. Kisha tunamwona Wende akiwa nyumbani kwake. Rafiki anamwambia, "Mbona hujajiandaa na tunataka kwenda kwenye vikao?" Wende anamwambia, "Hapana, vitu nimecancel. Mimi nataka kwenda kumchukua na mke wangu." Rafiki anasema, "Kama ni hivyo ni sawa kabisa. Kila kitu nitakifanya mimi. Wewe nenda kumchukue jina. Nenda kumchukue mwanamke wa maisha yako. Hamna shida, usiwe na shaka kabisa." Basi Wende anakuja huku akiwa na rafiki yake na jina. Rafiki jina anamwambia jina, "Nimekuletea mgeni. Nimemkuta njiani amesimama muda wote hapo nje." Basi Wende anamwambia jina kwamba jina, nataka nimekuja kukuchukua, twende nyumbani. Jina anamwambia nyumbani wapi? Akasema nakupenda sana na nataka nikuoe. Jina anamwambia lakini mimi najua wewe sio mtu wa kuoa. Wewe uoe. Na ulisema wazi kwamba muamini wanawake. Inawezekana vipi unataka kunioa? Basi Wende anapiga magoti chini na kumwomba amuoe. Basi inakuwa furaha kweli kwa rafiki yake, anachekelea hapo hatari. Basi baadaye Wende anamsomesha jina hapo kama mwanaume. Unajua tena anapiga mashuti mali matatu. Jina anakubaliana na kila kitu Wende anachotaka. Mwisho wa siku anamvisha pete na unakuwa mwisho wa furaha sana. Yale maneno aliyosema Wende kwamba ipo siku atamwambia jina amoe na jina atakubali bila kipingamizi, ni kweli anatimia. Jina anakubali kuolewa na Wende, mshikaji ambaye alikuwa ni malaya na asitulia. Kila mtu anamjanja yake bwana. Kila malaya ana kiboko yake na kiboko ya Wende akawa ni jina. Basi movie inaishia hapo. Karibu sana kwa movie za kijanja, like na comment. Alamsik.